Bwana, tunaanza na mzigo mzito huu anaita Find My Way. Mchizi anaonekana akiwa amelala na nyashi mbili. Yaani akigeuka upande wa kulia nyashi, akigeuka upande wa kushoto nyashi. Lakini ukicheki kwenye meza yake mchizi anaonekana ni mlevi lakini anavuta siga kibaya, yani kinyama sana. Sasa mchizi alikuwa amepigiwa simu, anapokea simu akawa anaongea na mtu hajulikani ni nani ambaye anaongea naye. Lakini kabla yote nikwambie tu, kama ndio kwanza unajiunga na Zamoto Link Up, hakikisha una subscribe, una share, una comment na kulike ili usio unapitwa na like up zote za kijanja. Sasa mzigo umeanzia hapa. Kuna sister amempigia mshikaji akiwa anampa taarifa za msiba. Lakini jamaa akawa anamwambia, bwana, msiba kitu gani? Dada akamwambia, muda huu ndio muda ambao unatakiwa uwepo kwenye msiba, lakini mpaka sasa hivi haujaja. Na msiba unakuhusu. Jamaa anamwambia, bwana, mimi nimechoka, siwezi kutokea kwenye msiba. Nimechoka, unajua kazi ninayofanya. Ikumbuke kwamba mshikaji yeye anafanya kazi ya DJ na anapigisha klabu. Na huenda hata hizo nyashi ambazo tunaziona hapo huenda kazitoa kule klabu. Sasa jamaa kana mlalamikia dada yake, anamwambia kwamba mimi siwezi kuja sasa kwenye msiba. Kwanza nimechoka na usingizi, nimekesha. So unajua, dada akanamwambia, hivi unajitambua kweli? Upo serious? Msiba kama huo ambao unakuhusu unasema kwamba una mambo mengi. Sister anambia, kweli? Msiba kama huu unasema upo sawa kweli? Jamaa anambia, bwana, nielewe dadangu, mimi nimechoka, najisikia vibaya. Hebu mliopo huko mtaniwakilisha bwana. Jamaa anaongea na simu huku kaamua ilalie nyashi, yani kwamba inaonyesha ni kwa namna gani mshikaji anavyoabudu nyashi. Umeona? Sister kanamwambia, hivi kweli upo serious ndugu wangu? Msiba kama huu ambao unakuhusu unasema umechoka? Jamaa anasema, bwana, hapana, mimi naomba mnielewe, familia yote mpo huko, mtawakilisha. Dada akamwambia, nini? Hivi kweli msiba unakuhusu wewe? Halo? Jamaa akakata simu bwana, akamkatia simu dada yake. Dada yake akaelewi. Jamaa anasema, sitaki mnipigie mimi simu muda huu. Mimi nimechoka, mnanipigeje simu muda huu? Kwenye msiba mpo watu wengi, hamtaki kuwakilisha, mtaka mimi nije. Mimi nimechoka bwana. Jamaa kana zipiga nyashi, piga kofi la upande wako, piga kofi la upande wako. Kwa anasema jamaa anaonekana anapenda nyashi kishenzi yani. Anamwambia, wekeni mikono yenu kwenye kifua changu. Naombeni mweke mikono yenu kwenye kifua changu. Basi bwana, zile nyashi zikamwekea mikono kwenye kifua. Sasa mzigo unahamia huku, zile nyashi zikawa zinajiandaa baada ya shughuli nzito ambayo imefanyika night, zikawa zinajiandaa kwa ajili ya kutoka. Hii inajiandalia upande wa huku, hii nyingine inajiandalia upande wa huku. Bwana, ni maajabu mazito. Jamaa kanatoka, kanaongea anasema, kweli nimechoka kweli. Lakini nyashi mmoja ikae namshukuru, anambia, asante sana kwa jana, maana umetupatia burudani nzito sana. Basi jamaa kanaambia, hebu harakisheni basi tuondoke kwa sababu muda umesha kwenda. Nikumbuke kwamba mshikaji huyu anafanya kazi klabu kama nilivyokujuza. Ngoja tuone mwanzo mwisho kwamba nini ambacho kitatokea. Mchizi anaonekana akiwa amewasha fegi, lakini tayari nyashi zikawa zimeshajiandaa kwa ajili ya kusepa. Basi jamaa akawa anaziaga na kuzembea kwamba ziende. Basi kweli wale mabinti wakawa wanajiandaa kutoka. Jamaa akawa anasindikiza mpaka mlangoni ili kuhakikisha kwamba anatoka, huku naye akaenda kujiandaa kwa ajili ya kwenda klabu. Basi zile nyashi zikawa zinatoka bwana mzee wangu. Sasa nyashi zinatoka, lakini jamaa kuna maneno ambayo akanaambia. Sasa bwana, wakati zinatoka, cha kushangaza tunakuja huku nje, tumeona mwanabii mkubwa ambaye alikuwa anasoma kitabu. Haijulikani ni vitu gani ambavyo anasoma, lakini ni bi mkubwa ambaye anaonekana ni wa heshima. Ghafla kucheki macho, anaona minyashi inapita. Kiukweli bi mkubwa alijisikia vibaya sana kuona kwamba wanapita watu. Sasa tukirudi upande wa pili, mshikaji akana cheki kwenye kitanda, lakini kucheki mzee akakutana na viupi bwana. Akasema, nini hichi sasa? Nini hichi sasa? Jamaa akawa yupo disabled sana. Nini hichi sasa? Nini sasa? Mshikaji akawa sasa anatoka nje ili awaite, ili awaambie nani kasao hiki. Sasa wakati anatoka bwana, bila aibu, mzee macho pup kwa pu na bi mkubwa. Bi mkubwa kiukweli alinyongonyea sana. Mshikaji naye pia alinyongonyea, akaomba msamaha, anambia, nisamee mama, nisamee sana. Maana akanambia, binti, nini sio unaacha chupia kwenye kitanda changu? Una akili kweli? Lakini mshikaji akawa amenyongonyea sana kwa sababu alikutana na bi mkubwa akiwa hajavaa nguo kabisa. Bi mkubwa akamwangalia kina kapakaza, kweli hawa watu hawapo serious. Basi bi mkubwa akawa anaendelea kusoma kitabu chake ambacho alikuwa anasoma, lakini upande wa pili huku tunamwona mshikaji akiwa amerudi tena ndani, lakini tayari yani alikuwa hayupo sawa. Sasa tayari mshikaji akawa anaandaa playlist kama nilivyokuambia kwamba huyu jamaa ni DJ. Sasa alikuwa anaandaa playlist kwa ajili ya kwenda kupiga klabu. Kama unavyojua bwana, ma DJ bila playlist hakuna kitu ambacho kinakwenda. Jamaa kanaandaa playlist, lakini anaona ngoma kweli zina sound, anasema kwamba leo klabu atanikoma. Si unajua ma DJ walivyo na vibe. Mshikaji akaa na luka nini na nini, vibe kama lote, akiwa anaandaa ma playlist kwenda kupiga klabu. Ngoja tuone nini kitatokea. Si unajua muziki wa ma DJ bwana, ni mwendo wa kuandaa ngoma tu mwanzo mwisho. Kwa jamaa akawa bado anaandaa ngoma, lakini akawa anacheki simu. Kuna simu akawa amepigiwa, akawa anaongea, bwana vipi? Bwana safi. Anakuambia,
naelewa kwamba na kuahidi nakuja, nipo namalizia kuandaa playlist, muda si mrefu naingia hapo. Kwa hiyo wewe andaa kila kitu tu, mimi nikija hapo tutaanza kufanya. Usiwaze naandaa vibe, leo kuna vibe la kutosha. Akana promise mtu kwamba leo kuna vibe la kutosha. Ngoja tuone kitu ambacho kinakwenda kutokea. Kumbuka jamani, DJ lakini mshikaji anapenda kweli kweli Nyashi. Anambia bwana, mimi nakuja, wewe kazi yako itakuwa ni kuhype mimi nakupigia ngoma. Kwa hiyo usijali kwa hilo, yani usijali kwa hilo. Sasa jamaa alikuwa anajiandaa kutoka bwana. Sasa mshikaji akawa anatoka huko anaimba imba nini vibe. Sasa upande wa pili tunamuona kama bi mkubwa. Bi mkubwa wala ndio mama mwenye hii nyumba. Ikabidi akasimamisha akamwambia, kwema za asubuhi, salama. Sasa anaambia unaenda kwenye kazi? Jamaa akasema ndio naenda kwenye kazi. Sasa bi mkubwa anamwambia kuna kitu nataka tuongee nawe, upo tayari? Jamaa akasema yes nipo tayari. Bi mkubwa akamwambia kuhusu hao marafiki zako. Yani kwa kweli mnasumbua sana. Yani hebu mwe mnapunguza sauti. Marafiki zako wana kelele sana. Yani kelele ni kwa kubwa. Unajua huko ndani kuna mtoto. Alafu mnaachia muziki mkubwa sana. Tunamdisturb mtoto anashindwa kulala. Jamaa akasema kwa kweli mama, nikuombe radhi kwa hilo. Na niseme tu kwamba wakija nitawaelekeza na hawezi kuja tena kwa sababu mimi ninapoondoka sasa hivi mpaka kesho. Bimbo anamwambia kweli? Mpaka kesho? Una uhakika unachokisema? Akasema mpaka kesho. Bimbo akamwambia kweli? Jamaa akamwambia ndio mama, mimi nakuahidi kabisa kwamba hawaji tena hapa mpaka kesho. Na wakija kesho mimi nitawaambia kabisa chile. Na akamwambia basi sawa, kama ni kesho morning. Basi jamaa akawa anaondoka zake huku akiwa ameshapewa maagizo. Sasa wakati anatoka mshikaji, tunamwona kuna dada na mtoto akawa amekuja kugonga hapa. Sasa haijulikani, lakini huyu mtoto ndiyo yule ambaye mama yake alikuwa amefariki. Ile simu ambayo alikuwa anapigiwa awali ya kwamba kuna msiba, ule msiba huyu mtoto mama yake ndio amekuwa amefariki. Kwa hiyo dada alikuja kumkabidhi kwa babake ili babake amlee, kwa sababu tale huduma zikawa zimepungua. Sasa huyu mama akamwambia, mnamtaka huyu, ngoja basi nimwangalie kwa sababu nilimwona kama ametoka nje lakini naisi yupo. Huyu mtoto akamwambia mimi baba yangu yule. Mama akasema jamani, babako, ngoja basi muangalie. Lakini naangalia hapa naona gari yake ipo nje. Sidhani kama atakuwa ameenda mbali. Kwa sababu gari yake nayo ipo nje. Na hisi huyu yupo tu hapa. Kwa hiyo basi hebu jioni mkae hapa, zeni tumsubirie alafu tuone itakuwaje. Basi akamwambia haina shida mama, asante. Basi akamwambia wakae sehemu ili wamsubiri jamaa kwa sababu inaonekana huenda kwamba hajaenda mbali. Ngoja tuone nini ambacho kitatokea. Basi huyu mtoto akanamwambia yule dada yake, twende tukakae, tuomba tumsubirie baba. Twende tukakae tuone kama atakuja. Basi yule mtoto akawa amebeba ile mabegi yake ili amsubirie babake kuona kama atakuja. Basi wamekaa pale wakiwa wanamsubiria mshikaji. Lakini huyu mdada kuna kitu akanaongea na yule mtoto, anambia haya sasa ghafla yule mshikaji akaja. Mama akanaongea naye akamwambia, unajua kuna wageni wako akawa usubiri. Jamaa kupiga macho akakutana yule mtoto ambaye mama yake alifariki, ndio ile simu ambayo alikuwa anapigiwa na sister yake akiomba ile msibani, akija jamaa alipuuzia. Sasa anakuja kushangaa yule mtoto kafika nyumbani. Kiukweli jamaa alipoa sana. Sasa mama, unaniletea msala? Sasa nini? Mama akamwambia, wewe una akili kweli? Mtoto wako amekuja hapa unaongea upuzi. Nenda pale ukamsikize mwanao. Yule mtoto akanamwangalia babake namna ambavyo wanambishia yule mama. Mama anambia, hivi kweli mwanao kaja? Unashindwa kukaa naye kujua nini ambacho kaja hapa? Kweli? Kwa free kana mwanao ongea naye. Jamaa anaambiwa maneno mazito sana na wewe mkubwa. Bi mkubwa kana foka akasema, wewe kweli akili zako zipo kweli? Yaani mwanao kaja unashindwa kuzungumza naye? Bi mkubwa alikuwa anaongea maneno mazito kweli kweli. Ghafla bi mkubwa akaondoka, mshikaji akaanza shakuwa noma hii sasa. Mimi niko napiga zangu kazi, nitaka kuondoka na kuja mtu shakuwa msala sasa huyu hapa. Mambo gani sasa? Jamaa kana muangalia mtoto, amin. Mama anambia tunakusubiri kwenye nyumba ambayo umepanga hapa. Na mambo mengi sana kuzungumza na wewe. Naomba uje. Basi huyu msela akamwambia, wewe mtoto mwenye unaongea sana. Basi bwana msela akawa anaingia na yule mwanae sasa. Lakini mshikaji yani kiukweli amenyongonyea sana. Anaona kabisa kwamba ujio wa huyu mtoto huenda mambo yake asiende. Basi mtoto akawa amekuja akanaangalia, lakini jamaa anambia, bwana wewe kaa hapo, weka mabegi angalia. Lakini mimi bwana hapa mimi naishi kisela tu. Yani hapa mimi naishi kisela tu. Basi mtoto akaketi kwenye sofa. Lakini huyu mshikaji akanambia, bwana wewe enjoy tu mwenyewe, lakini mimi nataka niondoke. Wewe enjoy, washa TV hapo, angalia kila kitu, lakini mimi naondoka bwana. Mimi tutaonana kesho. Mtoto akamwambia, kesho baba? Kweli? Jamaa akamwambia, ndio. Mimi tomorrow ndo nakuja hapa. Wewe unataka unipe stress sasa? Yaani umekuja tu leo unataka anze kunipa stress. Mimi nakwambia nakuja kesho. Mtoto akanambia, kwa nini unaenda wapi mpaka urudi kesho? Yaani unaenda wapi mpaka urudi kesho? Kwa nini usirudi leo? Jamaa akamwambia, kwa nini shida yako nini?
Mimi nimekwambia kwamba narudi kesho. Kwa nini unaniuliza maswali? Wewe mtoto vipi? Elewa. Mtoto akamwambia mshikaji akana mwambia mbwanae bwana, hebu tulia. Wewe kaa hapa, washa TV. Lakini mimi hapa sina chakula. Hapa hakuna chakula. Yaani hapa mimi naishi kisela. Yaani mimi hapa naishi kisela. Kwa hiyo ninavyokuambia kwamba mimi nakuja kesho, wewe hapa angalia utakavona nini. Lakini kaa ukijua kabisa kwamba mimi narudi kesho. Lakini sitaki uniletee vurugu. Utaangalia TV, utaangalia kila kitu, lakini mimi nishakwambia narudi kesho. Tafadhali nakwambia mimi narudi kesho. Tulia hapa. Kiukweli mtoto akana muangalia, lakini yani kiukweli amenyongonyea sana. Mshikaji akafungua mlango wake, mshikaji akawa anasepa. Sasa mtoto akawa anawaza, hivi huyu mzee kitu gani ambacho anaongea? Yani inawezekanaje aondoke sasa hivi arudi kesho? Mtoto akana mawazo. So siku fulani hivi umeingia, kama unavyoona bwana, siku fulani umeingia na asubuhi kukaa kumekucha, harakati za hapa na pale katika maeneo fulani hivi ya town. Sasa huyu mtoto akawa amelala pale kwenye sofa. Kalala, lakini ghafla akawa anasikia makelele bwana. Mara ghafla zinaingia zile nyashi, mara anamshangaa anaingia babake huko anacheza cheza. Yaani watu wapo tungi ile mbaya. Watu wamechafukwa ile mbaya. Ile mtoto akawa anaangalia, anaona zile nyashi, cheki hiyo filter ya nyuma mzee wangu. Hiyo bodi ya nyuma imejaza mzee mesheni katapila hiyo. Jamaa anacheza mwanangu, analuka ile mbaya, pombe ishakuwa kichwani. Mara ghafla pap, mshikaji akastuka, cheki mwanangu huyo hapo. Sasa mtoto akawa anashangaa, lakini zile katapila hazina habari. Yani katapila zinampa hai, zinaondoka. Yani hazina habari, zenyewe zinazowaza mzee ni kupewa pesa na mambo mengine yaendelee. Zikaanza kumwambia njoo ndani bwana, achana nayo mtoto. Mchizi akaona usintania, akaipiga nyashi mbele ya mwanae, yani anaangalia. Sasa jamaa akanambia, kwa nini umelala sebreni? Mimi siku zote si nimekwambia kabisa kwamba ulale ndani. Kwa nini umelala sebreni? Nani kakutuma ulale sebreni? Huyu mtoto akamwambia hivi, baba kitu gani ambacho nakifanya? Kina nani ambao wameingia? Akanambia, nenda kwenye chumba chako bwana kalale. Nenda kwenye chumba chako kalale. Mimi nilikwambia usio nalala hapa. Kwa nini umekuja kulala hapa? Yani mshikaji akawa anaongea maneno ya kiuni, yani haelewi kabisa kwamba huyu ni mwanae. Anamfokea, anamwambia nenda bwana, nenda nje kama unaona pamekushinda. Nenda nje bwana. Mimi nakuja na watu wangu na kasa bado nataka ilione nini? Na ukisikia kelele wewe wala usiongee chochote. Mimi nenda kwa. Lakini mtoto akana muogopa babake kumuona kashalewa nini na nini. Yani kikweli kwamba yani dogo akawa haelewi kile kinachoendelea. Basi ikabidi mtoto akawa amekaa tu haelewi ambacho kile kinafanyaje kinaendelea. Sasa baada ya vitimu ambavyo mshikaji alikuwa anavifanya, tunaona upande wa pili bi mkubwa bwana akamwita mshikaji. Akanambia, "Kwa nini lakini mwanao amekuja lakini unaonekana unafanya vitu vya ovyo?" Jamaa akamwambia, "Hapana mama, kiukweli nimekaa nimefikiria, nimeona kabisa vitu unavyofanya vya ovyo." Mama akamwambia, "Kweli vitu unavyofanya havistahili. Yaani upo na mwanao huko ndani, lakini kila siku wale marafiki zako wanakuja wanaleta vurugu. Hivi unafikiri unamtengeneza mtoto aina gani?" Jamaa akamwambia, "Kweli mama, sasa hivi nimeona nibadilike na nipo tayari kubadilika kwa kweli. Nipo tayari kubadilika." Mama akamwambia, "Unachosema ni cha ukweli? Upo tayari kubadilika? Basi kama upo tayari kubadilika sawa. Mimi nitashukuru sana kama upo tayari." Jamaa akamwambia, "Of course mimi nipo tayari kubadilika na naomba mama unisamehe kwa yale yote ambayo nilikuwa nimeyafanya kwa mwanangu. Kiukweli nimefanya mambo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo nipo tayari kubadilika." Mama akamwambia, "Basi jambo zuri, kama upo tayari kubadilika itakuwa vizuri." Basi jamaa akawa ameketi na mwanae wakiwa wanapata chakula, akimwambia kabisa, "Mwanangu, naomba unisamehe kwa yale yote ambayo nimekufanyia." Jamaa anaonekana kama kuna namna fulani akiwa amebadilika, anazungumza mbele mwanangu, kiukweli badilika. Mtoto amefurahi sana kuona kwamba babake anaongea vitu ambavyo vya kibusara, amebadilika. Anamwambia, "Kwa kweli mwanangu, ni mambo tu yalikuwa ni ya kiujana, lakini kwa sasa hivi umekuja hapa nahitaji tukae maisha vizuri mwanangu, nimebadilika." Ukiwa anapata lunch bwana, msosi nini, jamaa anaonekana kufurahi sana na mtoto wake, akiwa ameonyesha kabisa kwamba amebadilika kweli kweli. Wamefurahi, mtoto naye amefurahi, anamwambia, "Baba kiukweli nimefarijika sana." Sasa tukirudi katika upande huu tunamwona mtoto alikuwa anajiandaa, julikani walikuwa wanaenda wapi bwana. Mtoto akawa anajiandaa, anajiangalia kwenye kioo kwa ajili ya kujiweka sawa, anachomekea vizuri kabisa. Yote kwa yote ni kwamba inaonekana kuna mtoko ambao anataka kutoka. Ngoja tuone mwanzo mwisho ni kwamba nini ambacho kinakwenda kutokea. Lakini ni kwamba ikumbuke tu kwamba mtoto tayari. Sasa mtoto akawa na vibe kweli, akawa anajiandaa, hatujui kwamba ni wapi ambapo wanatoka yeye pamoja na mzee wake. Ngoja tusubiri tuone. Mtoto akini akawa anaonekana kama anasali, na ukumbuke kwamba mtoto huyu anaonekana anapenda sana kusali. Ngoja tuone ni kipi hasa ambacho kinakwenda kutokea.
Basi bwana, sasa tunamshuhudia mtoto bado akiwa anaendelea kujiandaa, huku upande wa pili basi tunamuona baba yake akiwa tayari amejiandaa, lakini tunamuona yule bi mkubwa ambaye ni mama mwenye nyumba, lakini tunamuona yule pia mtoto wa mama huyu akialambe tayari upo tayari. Akamwambia tunaenda wapi? Akamwambia tunaenda kanisani. Mama akashangaa, kanisani kweli? Na akasema kama Biblia ipo kwenye simu. Bwana, unajua kwa nini mama akashangaa? Kwa sababu huyu mshikaji mambo ambayo alikuwa anafanya hapo mwanzo yalikuwa kweli hayastahili. Basi wakawa wanaongozana hapo kwenda kanisani, kwamba mshikaji kabadilika kweli, yani si yule ambaye alikuwa anapenda nyashi na kunywa mipombe na misiga kama yote. Basi mtoto wake akamwambia baba tunaenda, wakawa waongozana mwanae wakiwa wanaenda kanisani. Bwana, kitu kizito hiki walikuwa nakaita Find My Way kinaishi hapo. Mimi nikwambia subscribe za Moto Recap ili uwe mtu wa kwanza ambaye utakuwa unapata movie za kijanja ambazo tunakuwa tunaziupload hapa.